Asai bwana, leo nataka nikuletee simulizi au mzigo inaomhusu dogo kuitwa Beni. Dogo ambaye alikuwa anadharauliwa sana na wenzake, maana Beni alikuwa ni mtu ambaye anapata marks mbovu sana alipokuwa darasani. Hasa kabla sijaendelea, mimi nataka nikukumbushe tu usahau kupita pale YouTube na kusubscribe ili uanze kupata movie zetu. Okay, sawa, tuanze. Mzigo unaanza kumwonyesha Beni akiwa hapo zake darasani, na leo dogo anaonekana akiwa ni mtu mwenye huzuni kinoma noma, na hii ni baada ya kupata marks chache sana kwenye mtihani wake, hali iliyofanya kila mwanafunzi wanamcheka na kumponda Beni kila wakati. Lakini Beni licha ya kwamba alikuwa anapondo sana na wenzake, ila mamake hajawahi kabisa kumkatia tamaa kijana wake, maana bi mkubwa alikuwa anamwamini sana Beni na aliamini huenda siku moja kijana wake atakuja kufanya vizuri sana darasani. Na Beni alimsikiliza tu mama yake, lakini bado mambo yalikuwa magumu, maana Beni alizidi kushika nafasi ya mwisho kabisa kwenye kila mtihani, na hilo jambo lilifanya wanafunzi wenzake wazidi kumdharau Beni, huku akiwa anasema hawezi kuendelea kusoma na mtu asiyekuwa na akili. Lakini siku zilipozidi kusogea, Beni alishindwa kabisa kuvumilia dharau kutoka marafiki zake, na hapo ndipo Beni alipoingia matatani baada ya kumpiga mwanafunzi mwenzake na kumuumiza, jambo lilofanya Beni amuite mzazi wake ikiwezekana wamuonye. Ila mama yake Beni, kwa sababu alikuwa anampenda sana kijana wake na alikuwa anaamini sana kwenye ndoto za Beni, aliamua kumtuliza kijana wake na kusema utakiwi kabisa kuwa na hasira, maana endapo ukiendelea kuleta ubabe kuna siku moja utafukuzwa shule. Na Beni baada ya kuona hana namna, ilibidi amsikilize tu mama yake. Ila Beni licha ya kwamba alikuwa na feli sana darasani, aliamua kumwomba mama yake amnunulie miwani ambayo itamsaidia kusoma na kuona vizuri akiwa darasani. Na bi mkubwa alikuwa hana noma kabisa, alimsikiza kijana wake na kwenda kumnunulia miwani ya kusomea. Na baada ya muda mfupi Beni alianza kuonyesha mabadiliko, maana dogo alianza kupata ufaulu mkubwa sana akiwa darasani, hali iliyomfanya kila mtu anamshangaa sana Beni, maana hawakutegemea kama dogo atakuwa ni mnoma kiasi hichi. Lakini siku moja Beni akiwa ameenda kanisani na mama yake, alimsikiza mchungaji akiwa anatoa ushuhuda kuhusiana na udaktari, na mchungaji alisema udaktari ni kazi moja nzuri sana na anapenda sana siku moja vijana wake waingie kwenye udaktari, maana hiyo ni kazi ambayo inasaidia watu wengi kinoma noma. Na Beni baada ya kusikia jambo hilo, alimwambia mama yake kwamba anatamani sana siku moja aje kusomea udaktari, maana hiyo ndio ndoto kubwa sana alionayo na anaamini atawasaidia watu wengi sana. Lakini Beni licha ya kwamba alikuwa na ndoto kubwa sana, ila dogo alikuwa anapenda sana kutazama television, jambo ambalo lilikuwa linamkera sana mama yake. Ila Beni licha ya kwamba mama yake alikuwa hapendi kabisa jambo hilo, ila Beni alikuwa hataki kabisa kumuelewa bi mkubwa. Hasa mama yake Beni naye alikuwa anapitia wakati mgumu sana, ndipo aliamua kwenda kuonana na therapist ikiwezekana apate ushauri, maana mama yake Beni alikimbiwa na mume wake kipindi Beni akiwa bado mdogo sana, na mama yake Beni alikuwa hana kazi yoyote ile ambayo itamsaidia kumlea mtoto wake. Na therapist baada ya kusikia maneno yake kutoka kwa Sonia, alimsikiliza na kumwambia kwamba utakiwi kabisa kuwa na mawazo, cha msingi ni kuhakikisha mtoto wako anasoma na naamini kuna siku moja kila kitu kitakuwa sawa. Na Sonia ilibidi amsikilize tu therapist, na baada ya muda mfupi aliondoka na kurudi nyumbani na kuendelea kumsisitiza kijana wake ikiwezekana ajisomee, maana anapenda sana kuona Beni akiwa anafanya vizuri darasani. Na bi mkubwa aliendelea kumsisitizia Beni na kusema endapo kifaulu kuna siku moja nitakununulia zawadi. Na Beni alizingatia sana ushauri wa mama yake, na baada ya muda mfupi matokeo yalianza kuonekana, maana Beni alipata ufaulu mkubwa sana kwenye mitihani yake na alikuwa ndio mwanafunzi wa kwanza kwenye shule hiyo aliyepata marks nyingi kiasi hicho, jambo lilowashtua wanafunzi wengi sana shuleni hapo, maana alikuwa anaamini Beni asingeweza kupata marks nyingi kama hizi. Hasa dogo baada ya kupewa mitihani, yeye aliondoka na kwenda kumuonyesha mama yake, na bi mkubwa alifurahi sana baada ya kuona kijana wake anaonyesha mabadiliko, maana alikuwa haamini kama dogo atakuja kupata marks nyingi kama hizi. Lakini mama yake Beni naye alikuwa anafanya kazi za usafi kwenye nyumba za watu mbalimbali, na leo bi mkubwa alikuwa ameondoka na kwenda kufanya kazi ya usafi kwenye nyumba ya mzee mmoja, mzee ambaye alikuwa anapenda sana kusoma vitabu, na Sonia alivutiwa sana na utaratibu wa mzee huyu, ndipo aliamua kwenda kumfuata kijana wake na kusema anatamani kuona kijana wake anasoma vitabu. Ila jambo ambalo lilikuwa linamuumiza Sonia ni kwamba pale alipokuwa anaona kijana wake kila wakati anaangalia TV, maana alikuwa hapendi kuona kijana wake anaangalia TV kila wakati, alikuwa anapenda kumuona Beni akiwa anajisomea. Na bi mkubwa alimsisitizia sana kijana wake na kusema anahitaji sana kumuona kila siku anasoma vitabu na mwisho wa wiki ni lazima amwambie amejifunza nini. Sasa hilo jambo lilikuwa gumu sana upande wa Beni, maana dogo alikuwa ashazoea sana kuangalia TV, lakini ilibidi amsikilize tu mama yake baada ya kuona hana namna, na mama yake anapenda sana kuona kijana wake akiwa anajisomea. Na baada ya muda mfupi Beni alianza kumsikiliza mama yake na kuanza kujisomea vitabu, na hapo ndipo akili ya dogo ilipoanza kubadilika, maana siku moja Beni akiwa zake darasani, mwalimu aliuliza swali na hakuna mwanafunzi yoyote ambaye alikuwa na majibu zaidi ya Beni, hali iliyomfanya mwalimu amuite Beni na kuanza kuzungumza naye, maana hakuamini kama dogo atakuwa na majibu ya maswali magumu kiasi kile. Na teacher baada ya kukaa na Beni kwa muda mrefu kinoma noma, aligundua kwamba huyu dogo ana uwezo mkubwa sana darasani, na hapo ndipo teacher alizidi kumpa madini Beni baada ya kuona huyu kijana ana hatari kinoma noma. Hasa baada ya miaka mingi sana kupita, Beni alizidi kuwashangaza walimu wengi sana shuleni hapa, maana dogo alipata zawadi, maana alikuwa ni mwanafunzi wa kwanza kuwa na ufaulu mkubwa sana kwenye shule hiyo. Na Sonia alifurahi sana baada ya kuona kijana wake ampata mafanikio. Lakini kwa bahati mbaya sana kuna mwalimu mmoja wa kizungu ambaye alikuwa anamchukia sana Beni baada ya kuona dogo ampata zawadi hiyo, maana alikuwa ampendi kabisa Beni kwa sababu Beni alikuwa ni mtu mweusi. Na Sonia alipata hasira sana baada ya kushuhudia tukio hilo, ila bi mkubwa kwa sababu alikuwa anampenda sana kijana wake aliamua kumhamisha shule, maana aliona hii shule sio sehemu sahihi ambayo itafanya Beni atimize ndoto zake. Sasa Beni alifanikiwa kuhama shule na kuanza masomo kwenye shule moja huko Marekani, shule ambayo asilimia kubwa ya wanafunzi wake walikuwa ni watu weusi. Lakini Beni alipoanza tu masomo alikuwa anakutana na changamoto nyingi sana, maana wanafunzi wenzake walikuwa wanamponda sana Beni kutokana na mavazi aliyokuwa anavaa. Ila Beni kwa sababu alikuwa ni mgeni kwenye shule hiyo hakuonyesha hasira zozote zile na alikuwa hana noma kabisa.
kabisa. Na baada ya muda mfupi hawa washikaji ambao walikuwa wanamponda sana Beni ndio walikuwa washikaji zake wakubwa sana, na wanao walimfundisha Beni tabia za ajabu kinoma noma. Maana Beni alienda kuzungumza na mama yake na kusema anahitaji kununuliwa nguo mpya, maana anapenda kupendeza kama washikaji zake. Na Bi Mkubwa alikuwa hana noma kabisa, alimsikiliza kijana wake na kwenda kumnunulia nguo. Ila kwa bahati mbaya sana Bi Mkubwa alienda kumnunulia kijana wake suruali za vitambaa, jambo ambalo lilimpatia hasira sana Beni, maana dogo alikuwa anapenda sana kuvaa jinsi au anapendeza kama washikaji zake. Sasa Bi Mkubwa baada ya kuona Beni amekataa kabisa kuvaa nguo alizomnunulia, ndipo aliamua kumwashia moto. Na Bi Mkubwa aliamua kumwambia ukweli kijana wake na kusema utakiwi sana kuzingatia fashion, maana watu wengi sana wanaozingatia fashion huwa hawana akili kabisa darasani. Sasa hiyo kauli ilimpa hasira sana Beni, jambo lilofanya dogo apate hasira na kutaka kumpiga kabisa mama yake. Ila blaza yake alimzuia Beni na kusema utakiwi kufanya kitu cha ajabu kiasi hichi. Lakini siku zilisonga na maisha yaliendelea kama kawaida, lakini tabia za Beni zilizidi kubadilika siku baada ya siku. Na hii ni baada ya kujiunga kwenye kundi la vijana ambao walikuwa ni wauni sana huko shuleni, ambapo siku moja Beni akiwa anazozana na marafiki zake, ghafla alichukua kisu na kumchoma tumboni mshikaji wake. Ila ni kama bahati tu, maana kisu kikuingia tumboni na akikuleta madhara yoyote yale. Lakini Beni baada ya kusababisha msala huo aliondoka na kukimbia zake nyumbani, maana aliona hili lishakuwa balaa na endapo akibaki shuleni ataweza kupewa adhabu itakayomfanya afukuzwe kabisa shuleni hapo. Na Beni alionekana akijilaumu sana, maana hakutegemea kama atakuja kujiingiza kwenye kundi gumu kama hili. Lakini baada ya miaka kadhaa kupita, Beni alifanikiwa kupata scholarship na kwenda kusoma kwenye chuo kimoja huko Marekani, na huko ndiko safari ya Beni kuwa daktari ilipoanza. Na huko mchizi alifanikiwa kukutana na binti mmoja aliitwa Kendi, na Kendi alikuwa ni binti ambaye anapenda sana kujisomea, na uwepo wa binti huyu ulimsukuma sana mshikaji kupambania ndoto zake, maana Beni naye alikuwa anapenda sana kujisomea. Na alipokutana na Kendi mambo yalikuwa ni unyama kinoma noma. Lakini Beni kwa sababu alikuwa na ndoto kubwa sana ya kuwa daktari, mwamba alipambana kinoma noma na alihakikisha ndoto zake zinatimia, maana Beni alikuwa anajituma sana darasani na alikuwa anawakimbiza sana wenzake. Lakini baada ya miaka kadhaa kupita, Beni alifanikiwa kwenda kuomba kazi kwenye hospitali moja ambao alikuwa anakusanya madaktari wenye uwezo mkubwa kinoma noma. Sasa Beni akiwa yupo kwenye interview, mshikaji alipewa mtihani mkubwa sana na kuambia inabidi amfanyie operation mgonjwa mmoja, na endapo akikamilisha zoezi hilo basi mshikaji anaweza kupata kazi. Sasa Beni bwana alikuwa ni mshikaji mmoja ambaye alikuwa ni muoga sana, maana Beni kwenye maisha yake yote hajawahi kumfanyia operation mtu yoyote yule. Lakini mwamba kwa sababu alikuwa na ndoto kubwa sana ya kuwa daktari, alibidi akubali tu jambo hilo. Na baada ya siku kadhaa kupita, Beni alifanikiwa kufanya operation na operation ilienda vizuri kabisa, na hapo ndipo mwamba alipopata kazi kwenye eneo hili. Na Beni alizidi kufanya kazi na kuimarika siku baada ya siku, lakini mwamba alizidi kupata mitihani kila siku, maana kuna siku moja aliletwa mgonjwa ambaye ilibidi afanyiwe upasuaji upande wa kichwani, na mtu wa kufanya operation hiyo alikuwa ni Beni, na hilo jambo lilikuwa ni gumu sana upande wa Beni, maana mshikaji alikuwa anaingiwa na uoga sana. Ila kwa sababu Beni ndio alikuwa daktari pekee anayetegemewa, ilibidi akubali tu na kufanya zoezi hilo, na hiyo ndio operation iliyobadilisha historia nzima ya maisha ya Beni. Lakini kama kawaida, kila siku zilipozidi kusogea, mitihani ilikuwa haipungui kabisa upande wa Beni, maana kuna baadhi ya wagonjwa ambao walikuwa wanakuja huko wakiwa wamezidiwa kabisa, na Beni ndio alikuwa mtu pekee ambaye anaweza kuokoa uhai wao. Na leo kuna binti mmoja ambaye alikuwa ameletwa hospitalini hapa ili aweze kupata msaada, lakini madaktari walipomuona tu binti huyu walikuwa washaanza kukata tamaa, huku akiwa naamini huenda binti huyu atapoteza maisha, maana binti alikuja huku akiwa na hali mbaya kinoma noma. Maana binti huyu ilibidi afanyie operation ya ubongo, na endapo akimkosea tu basi binti huyu atapoteza maisha. Lakini mtaalamu wa kuitwa Beni, yeye alikuwa hana wasiwasi wowote ule, maana alikuwa naamini hii kazi ataiweza tu na kila kitu kitakuwa poa. Na mwamba alijitahidi kumhudumia binti kwa umakini mkubwa sana, na baada ya siku kadhaa kupita, hali ya binti ilizidi kubadilika, na hiyo operation ilimpatia Beni sifa nyingi sana, na kila mtu alikuwa anatamani sana kujua huyu Beni ni nani, maana Beni alikuwa anafanya vitu vikubwa sana ambavyo madaktari wengine walikuwa ni waoga sana kuvifanya. Lakini siku zilipozidi kusogea, mwamba alipata changamoto kubwa sana iliyomfanya akatae kabisa kuwa daktari, maana mchizi alimpoteza mtoto wake kipindi mke wake akiwa anajifungua, na hili jambo lilimuumiza sana Beni baada ya kuona ameshindwa kabisa kumsaidia mke wake. Lakini mama yake ilibidi amsisitizie sana Beni na kusema utakiwa kufanya maamuzi ya ajabu kama haya, maana unabidi wasaidie watu wengi sana, na kuna watu wengi sana ambao wanahitaji msaada kutoka kwako. Na mshikaji baada ya kufikiria maneno kwa muda mrefu sana, ilibidi akubali tu na kurudi kazini. Na baada ya siku chache kupita, Beni alifanikiwa kualikwa kwenye hospitali kubwa sana huko Jerumani ili awasaidie watoto wawili waliokuwa wameungana vichwa, na hii ilikuwa ni moja ya challenge kubwa kinoma noma ambao Beni alishawahi kukutana nayo kwenye maisha yake. Lakini Beni kwa sababu alikuwa anaaminika sana na alikuwa ni mtaalamu sana kwenye upande wa operation, ilibidi akubali kuwasaidia watoto wao, licha ya kwamba hakuna mtu yoyote yule alikuwa anaamini kwamba hawa watoto wanaweza kupata msaada. Lakini Beni alifanikiwa kufanya operation hiyo, na baada ya muda mfupi zoezi lilikamilika, na kila mtu alishangaa sana, maana alikuwa hawaamini kama watoto wao wanaweza kupata msaada. Na hiyo operation ilimpatia sifa nyingi sana Beni, maana watu walikuwa hawaamini kama kutakuwa kuna daktari bingwa kama huyu. Sasa nao ndio mwisho wa simulizi fupi ya movie yetu, na ulikuwa na mimi Vasco Rhymes ndio kuletea simulizi hizi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini mimi naendelea kukukumbusha tu usahau kupita pale YouTube na kusubscribe ili uanze kupata movie zetu. Asante.